Hivi unajua ugomvi wa Diamond Platnumz na Alikiba ulipelekea mpaka wakaanza kuitana majina ya kike? Sasa hebu sikiliza kwanza hapa diss track ya Diamond Platnumz aliyowahi kumdiss Alikiba. Hebu isikilize hii hapa. Kufanya verse moja tu unaona problem na washuka kina dada wavaa vitop na vibukta hawatoi ngoma kazi Twitter kunisuta wasafilia nyota na hapa pia najua roots wengine vishavu nukta hips kama tuta najiuliza ni lana au wameumbwa na huka wako pamoja posti simu na mafuta msinilete nuksi mimi wasilagi vipusi. Sasa kupitia diss track hapa Diamond ambaye aliwahi kuimba alimuimba Alikiba na akamuita kwa jina la kike. Kwamba alisema hivi kwamba kufanya verse moja tu unaona povu la watoka wakina dada wavaa vitopu na vibukta. Sasa vitopu na vibukta wakina dada bana hapa alimtaja sana Alikiba. Kama tunakumbuka kuna kipindi Alikiba alikopoga anavaa sana vibukta fulani hivi, lakini vile vibukta alikopoga anapenda sana kuvaa t-shirt fulani ambavyo vinakuwa vinaishia hapa, vinapita kitovu kidogo tu. Kwa hiyo Diamond akasema wakina dada wavaa vitopu na vibukta. Na alisema wakina dada aliwajumlisha na kutokana kwamba Alikiba kipindi King Music ilivyokuepo aliwahi kwenda kufanya mahojiano. Kuna kituo kimoja hivi cha habari. Baada ya kwenda kufanya mahojiano alikuwa yeye, alikuwa K2, alikuwa Abdul Kiba, walienda kwenye hicho kituo cha habari, walikuwa wamevaa vibukta. Sawa, wamevaa vibukta alafu pia na t-shirt zao zilikuwa kidogo zinaishia kwenye zinapita kitovu kidogo. Kwa hiyo ndio maana Diamond akasema wakina dada wavaa vitopu na vibukta. Pia akasema hawatoi ngoma kazi Twitter kunisuta wasafiria nyota na wapa jua pia ruksa. Kwamba kama tunakumbuka Alikiba aliwahi kukaa kama miaka 2 au 3 alikuwa atoi kabisa ngoma, lakini bado alikuwa anasafiria nyota ya Diamond Platnumz kwa sababu walikuwa wanamshindanisha sana. Diamond akifanya vizuri, akiachia ngoma kali, bado watu wanamtaja Alikiba. Kwa hiyo akasema hawatoi ngoma kazi Twitter kunisuta. Na Alikiba kipindi kile kama tunakumbuka yeye alikuwa kazi yake kuandika tu, na kama tunakumbuka Twitter ndio ilikuwa inatumika sana kuliko mitandao mingine ambayo sasa hivi inatumika sana. Kwa hiyo Alikiba alikuwa anaandika sana Twitter, na katika moja kati ya tweet ambayo aliwahi kuandika aliandika hivi, a king always be a king. Je, umeshatandika nikalale malikia wangu wa nguvu? Alafu akaweka alama ya kuuliza, alafu akaweka dole, akacheka, alafu akaweka dole, alafu akaweka hashtag, alafu akaweka King Kiba. Sasa kama unavyoona hapo, kwa maana Diamond huko alimuita wakina dada wa vitopu na vibukta, alafu Alikiba naye akamuita mwenzie malikia wangu wa nguvu, kwamba Diamond naye akawa malikia wa nguvu wa Alikiba, alafu akamwandikia kwamba je, umeshatandika kitanda nikalale? Alafu pia kwenye diss track akamtaja na Omidimpo, akasema kwamba kwenye vishavu nukta lipsi kama tuta najiuliza ni lana au wameungwa na uka. Sasa kama tunakumbuka kipindi ambacho Diamond pia alikuwa na ugomvi na Alikiba, alikuwa na maelewano mazuri. Pia Omidimpo pia alikuwa ni mshikaji wake sana Diamond, lakini baadaye wakaja wakatemana na kila mtu ana mishe zake. Lakini ugomvi pia wa King Kiba aliuingilia pia Omidimpo, naye akawa ni miongoni ambaye anashadadia sana hii vita. Kwa ndio maana Diamond akasema kwenye vishavu nukta lipsi kama tuta najiuliza ni lana au ameumbwa na uka. Sawa, anajiuliza ana lana au anauka. Sasa pia Diamond aliwahi kuuliza kuhusiana na swala zima la Omidimpo. Diamond aliwahi kusema, kwa sababu watu wengi sana wanasema kwamba Omi kwamba ana zile ulka za kiume, kwamba watu wanasema kwamba huenda pia sio mwenzetu kwa sababu watu hawajawahi kumuona na mwanamke yoyote. Mshaona Omi washikaji zake wote hajawahi kuwatambulisha bana huyu ni mwanamke wangu, hajawahi. Sawa, kwa hiyo hata Diamond pia kwenye kituo cha habari ilikuwa ni Clouds alienda kufanya mahojiano, akaulizwa kwa sababu Omidimpo alikutoa ngoma ya Angela ambayo alikuwa ya Omidimpo afu video vixen alikuwa Wema Sepetu, akaulizwa na hicho kipindi ndio kama tunakumbuka Omidimpo alikuwa Diamond alikuwa ameachana na Wema Sepetu. Kwa hiyo akaulizwa, je, hujisikii vibaya kwa sababu umeachana naye alafu anaenda kufanya video na yule ambaye ni adui wako? Yeye akasema kwamba siwezi kumuonea wivu mshikaji ambaye hata sisi wenyewe tunajua. Msikilize Diamond alisema kwamba yeye Diamond ndio alikiri kwamba Omidimpo sio mwenzetu kabisa, kwa maana ana mambo ya kina Uncle Nani wale. Msikilize Diamond. Jera ambaye alifanya na Wema Sepetu video ulikuwa wewe ndio umeachana naye au ni aje? Hivi jamani, kweli kaangalia na hivi kweli Omega na Wema Sepetu unaona nini bwana? Na hisi leo.
nafikiri sizungumza kioni macho shangilio. Sasa leo tuingia jana leo kwa leo tu. Pia kwenye ngoma hii akasema wako pamoja kuposti simu na mafuta. Msimletee nuksi mwaga silagi vipusa. Na vipusa sasa ndio vilianzia hapa. Sasa Diamond mimi sijui vipusa ni nini. Sawa, vipusa ni nini? Labda unaweza kuniambia hapo kwenye comment. Vipusa ni nini? Kwa sababu alisema kwamba wako pamoja kuposti simu na mafuta. Wasiniletee nuksi mimi waga silagi vipusa. Kama tunakumbuka Ali Kiba na Ommy Dimpo walikuwa ni wapo pamoja sana. Sasa kuna siku Ommy Dimpo akaposti kupitia mtandao wa kijamii Instagram, akaposti mafuta ya Vaseline, akaposti pamoja na simu iPhone. Sawa Kwa hiyo na kama tunakumbuka kwenye yale mafuta yalikopogo yalitrendi sana kwa tabia ambazo si nzuri. Kwa hiyo ndio maana akasema kwamba hapo pamoja kuposti simu na mafuta. Msiniletee nuksi mimi waga silagi vipusa. Je, wewe unafahamu vipusa ni nini? Kwa maana Diamond aliyokuambia hataki nuksi kwa sababu ya lagi vipusa. Je, wewe unajua kipusa ni nini? Hebu niambie hapo kwenye comment. Kipusa unafahamu ni nini? Kwa hii ndo ngoma pekee ambayo Diamond aliimba akamwita mwenzie wa kina dada, lakini pia Alikiba pia aliwahi kumwandikia Diamond kwa malikia wangu wa nguvu. Weka kwenye comment yako hapo kwamba kipusa ni nini na uweze kuniambia kipusa ni nini.